Jawathi gocia njera ndiratamburuka nginya mwena wa Mwiki Kasarani guku Nairobi na thingo-ini cia nyumba imwe mwena uyu ngakora andu nyumba-ini imwe. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, marikeire mahoya-ini. Kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele ijayo. Amina. Aya mari na rugano rwa njera kuma maheo wiathi wa gukorwo nja wa njera mari na thiku cingitarika. Sasa kutoa niachiliwe huru, hii ndio siku ya 8. Niachiwa Monday wiki iliyopita 24. Mari nyumba-ini ino thutha wa gukuotha na kuheo ikaro ni mundu umwe wa wendi mwega, hihi kamuira mamenyete ikinya ria gukinyukia thutha uyu. Na hapo ndio sasa nikaona hata nikiwaachilia sasa, wakati ambaye wamekuja wataenda wakinihukumu, na mimi kwa sababu ya nimependa Mungu na nimeokoka, nikaona siwezi achilia, kwa sababu Mungu alinituma nitembee na wao, na nitembee nao katika wakati wa la na wakati wa shida, na hakuna mtu ananisupport, sina mtu wa kunisupport. Ninang'ang'ana tu kwa ile kazi yangu kidogo, huwa ninatengeneza misalaba, ninatengeneza losali, ninausia pale kanisani. Sasa inakuwa tu mapato ni kidogo. Nginya nguo no cia kuheo kuona njera uragia ume no ti ume na kindu. Mimi hata siwezi ngombe taanzia maisha mabi. Kwa sababu ya nini? Siwezi nitaanza maisha namna gani kwa sababu sina chochote ya kujisaidia naye. Hizi nguo kama hii nilisonyea kamiti, na bigili wao najua maana yake. Si ile nguo tunapanga cha trustee. Mimi nilikuwa trustee. Sana kama sina nguo, kwa sababu hii nilikuwa nimenunua, sio zile tunapewa chela. Nikasema mimi nitatoka na hii. Kitambo nianze maisha nitakuwa nikitumia gani? Nitakuwa nikitumia hii. Hii nchini kusaidiwa, nimesaidiwa naye na watoto. Maisha bado sijaanza, ndio ile hali ya kuhasa naweza sema ni kutapaa. Unatuma application huko na huko, naambia subiri kuja kesho. Hiyo ndio maisha. Makoretwo njera miaka miingi kuma thirikari ya Moi nginya riu thirikari ya Jubilee irerorete kuinikiriria wira niguo maraumire njera. Jela niliingia mwaka 1992. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 8 ndio nikaingia jela. Ile kitu naona imebadilika, hata kwa sababu sasa naenda saa nyingine napotea. Naenda nyingine naenda napotea, mpaka napikia watoto simu, wanakuja kuniokota mali, niko wakati niko kwa Njenga, wanakuja kuniokota mali. Ni kuna mabadiliko mengi sana imebadilika katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu nikiangalia mangali nyingi, nikiangalia mabarabara ndio inafanya watu wanapotea kama mimi, sababu barabara mingi si kuacha. So mimi nilienda pale, nilifungwa tarehe 4 February 1997. Na maisha hayajakuwa mepesi, bora tu kubali. Na nikishikwa mimi nilikuwa na miaka 25 na nimekaa huko miaka 24. Wathikiriria ng'ano ciao ni cia kehama. Ta muthuri uyu arauga we anyitirwo thutha wa kuonekana ahana muici wa mahiu, na thutha ucio kugituika ona ni arekoirwo nginya ni atafanitie ngero ya uragani. Na kuingia kwangu kwa jela, nilikuwa nimetoka nyumbani, nikakuja kusikia Athi River. Baada ya kusikia Athi River nikaenda sehemu moja inaitwa Rukenya. Sasa wakati ya kwenda huko Rukenya, mimi nikachukua kama suspect ya wizi wa ng'ombe. Mimi ni waria, wakasema mimi ni waria, nikachukua suspect ya wizi wa ng'ombe. Baada kusikwa, hawa watu wakasema kwamba wanipeleke kwa chifu. Na baada kusema wanipeleke kwa chifu, hawa watu wakasema kabla wapeleke kwa chifu niwaeleze mahali nimetoka. Mimi nikawaeleza mimi nimetoka Mombasa, na nilikuwa nimetumwa na mwanamke mwingine nenda kwa jamaa mwingine nipeleke barua kwa bwana yake. Sasa hapo ndio watu wakasukua watu wakasema mimi ni waria, hata mimi sio Mkamba, nisikiwa suspect ya wizi wangu ambao kulikuwa kumepiwa ng'ombe pande hiyo. Lakini baadaye wakati nilipelekwa katika wasafu chief, sababu chief akasema hata ni ule mmoja ametoroka kutoka mitafoni
ambao ndio walibaji wakiwa ndio waliua mtu. Unaona sasa? Sasa sikanizwa na kesi nyingine ambayo sijui ya Amanda. Kwanza nilipikwa na movu nikawekelewa tairi nichomwe, ngamwaminua mafuta hata nichomwe, lakini baadaye mwanamke mwingine akaniokoa. Thutha wa gutungata kioho kia miaka iyo yothe, aroiga ona ohirwo na ritwa ritari riake. Substitute akasema hivi, huyu anapanana, sio Luka sasa, anapanana na mwingine waliua sehemu za Mataponi, mahali panaitwa Ngeni, na akatoroka. Kwa hiyo kitendo, kuna mtu alikuwa ametoroka wakati walifanya kitendo wakiwa wawili, lakini mmoja akatoroka. Sasa mimi napananishwa naye, nikasitakiwa na kesi ya mara, nikaunganishwa na watu wengine ambao siwajui. Huyu ametoroka, amekuja sisi kwa baadaye nikiwa nimemaliza miaka ngapi? Tumemaliza miaka 2. Niliunganishwa na mwingine yule alisiku hapo in the spot. Yule alisiku in the spot ndiye aliandika statement. Baada ya kuandika statement anataja mwenzake yule alipotea. Mimi hakuna mahali natajiwa. Sasa hilo nafikiri pia unajua wakati ya KANU na kati sile. Statement ulikuwa unatangiwa statement ndio unasaini kwa sababu ni kopi. Sasa statement nikatengezewa statement. Kwa statement ililetwe, mimi nikasema sitasaini. Nikaambiwa nitasaini. Sasa ndio nikapikwa. Baada ya kupikwa ndio ile statement nikasaini. Sasa hiyo statement hakuna mtu ameendelea saidi. Statement imeniweka jela miaka yote. Unajua kupicha ni mbaya. Hawa tulikuwa tuongeange kwa sababu tutaongea kuna mtu anajua mwingine. Mimi siwajui na wao wanijui. Sipokuwa ni kanisa ilikuwa inaniunganisha anga na huyo mmoja aliwaachiliwa. Lakini huyo mmoja hata tumekuja kuachiliwa naye juzi. Hakuna hata sasa kuna kitu tulikuwa tunaongea naye. Ni tulikuwa tunakaa hivi. Katika majina langu hii ni Bernard Wambua. Nule mtu nilikuwa naenda kuona na jina langu mwenyewe naitwa Peter Mutunga. Hata kitambulisho iko hapa. Unataka ukiona? Naitwa Peter Mutunga. Sasa huyu wakati nilikuwa naenda kuona huyo, hiyo jina yake ndio nikasitakiwa nayo kwa sababu ni kesi nilikuwa nimewekelewa. Ndio kanistaki na hiyo jina. Nikawa ni hivyo. Kwa hiyo jina ndio natumia wakati ndio nilikuwa nasitakiwa ndio nilikuwa natumia katika Kiingereza. Makirĩrĩria ruo na mĩtangĩko ya njera nginya matoria rũgendo, magathĩkĩtwo cioho cia gũkuĩra njera, no makĩhota gũthaithana kerĩ na kũnyihĩrio matukũ nĩ igoti. Nikangoja nikatuma apilo Kenya Court. Court of Appeal Kenya Court. Sasa wakati nikatuma kesi yani apilo Kenya Court 2010 ndio nilisikiza hiyo kesi. So mimi nashukuru Mungu kwa sababu ni Mungu, of course Mungu ndiye amenitoa kule, si mwanadamu. Na si ati nimetoka jela kwa sababu ya kutoroka ama kwa sababu ya nini pesa imetumika. Nilifanya ile mitigation resentencing pale Kibera Law Court na nikaenda nikajitetea. Mimi nilishikwa na makosa ya mshukiwa wa wizi wa mabavu, robbery with violence. Ilikuwa inadaiwa kwamba imefanyika kule Lavington. Hiyo ilikuwa ni back 1995. Mimi nilikuwa nafanya biashara ya nguo za mtumba hapo Kawangware. Nilikuwa na vibanda vya kuuza nguo, vibanda viwili, na nilikuwa nimeandika pia vijana wawili Wachaga kufanya hiyo kazi. So katika hali ya kufanya kazi nikawa na marafiki wale wa kununua na zingine. Sasa mkiwa umezoeana, mtu anakuja, customer, mimi nakununulianga leo, niko chini ninunulie chai. Hivyo tu mpaka tukajuana na wengine zaidi, mpaka hata kanialika nikawa najua kwake natembea. So mimi sikuwa najua biashara zake. Hapo ndo niliona tu kwa mlango hivi bunduki, bero za bunduki ziko hivi kwa dirisha hivi. Kila mtu mikono juu. Kwanza nikakuta watu wengi wako pale, wengine walikuwa wanakunywa pombe. Askari kufanya search hivi vitu, kuangusha hivi vitu, zikapatikana pale kompyuta nyingi na vitu mingi sana pale. Ikawa sasa mimi nimeshikwa hivyo. Tukashikwa na wale watu walikuwa pale pamoja na mama yake, tulikuwa watu 9. Wanaume 7, wanaume 7 na mama moja, tulikuwa watu 8. Family cianyu citũraga kũ hihi? Sema nilikuwa na bibi alikuwa mchanga kiasi, alikuwa amemaliza kama shule last year na nikamchukua kama mwaka huu. Kwa na mtoto mdogo, unaona hii familia ni kidogo. So ule muda nimekaa huko, bibi hangeweza kukaa hivyo na ni mtu bado mchanga hivyo, pia naye akaenda zake. Mimi
Kuna nizibu, nilikuwa na familia, nilikuwa na bibi, nilikuwa na mke na watoto 5. Mtoto mmoja miaka nikiwa wapi? Nikiwa hapa jela. Lakini niko na brother wangapi? Mkubwa yangu na mdogo yangu. Wakati mama aliaka, sababu ni mama ndio tulikuwa naye, mabrother wangu wakapukuza bibi yangu na watoto na wakauza samba. Sasa watoto wangu wakatapaka. Mke wangu nilionaye saa hii, naye akaenda kwao. Baada ya kwenda kwao, naye akakaa namna gani? Sababu ana mali ya kuishi, hata nakanga senda. Ndio nyumba na konde zangu na watoto ya. Sasa watoto wangu wakatawanika. Kuna wewe mmoja nimekwambia, moja kwa sehemu za Mombasa huko nyumbani. Na mwingine nakwambia msichana wangu ako hapa, baba Kayole. Na kuna watoto wengine wawili wanakaa kwa Njenga. Sasa tunaona kuna ngumu. Ndio kwa sababu siwapata wote, kukaa chini nao ndio niwapate mawaidha. Kwa sababu na akili yangu siendelea kuwa timamu. Wewe ngumbuka hiyo mtu umekaa jela miaka 27 jela. Marĩ na mwĩhoko mangĩnyitĩrĩrwo nĩ mekũhota kwĩyũkĩrĩria rĩngĩ ona angĩkorwo mahinda nĩ mathiĩte mũno. Ndio nitafurahi kwa sababu niko huru, lakini sehemu zingine bandingine naumwa. Kwa sababu ya nini? Serikali yetu ya Kenya bado ukiwachiliwa kibale hakuna kitu anakupea. Hata sasa ni ajabu, mimi nalala hapa kwa Dominic. Nitaenda kulala mahali wewe ni mzazi, wewe kama wewe ni mzazi, siko na bibi na uko na watoto. Na kwa mtoto wako utaenda lala kwa mtoto wako na nyumba ni ya kukondesa? Huwezi. Sasa ukiitwa trustee unabandiliziwa cheo. Mnaruhusiwa chai, mnaruhusiwa mrumba, mnaruhusiwa kula mkate. Lakini pamoja nayo vitu ukikula jua kwa mateso. Uzabu unakulanga ukifikiria, akili yako inakuonesa hata ukikula hii uko huru, uko ndani ya utumwa. Nĩ marathaithana andũ metheme kũiganĩrĩra igenyo na honge cia ũtuĩria gwĩkaga ũthuthuria baranginyo mbere ya gũkuithia mũndũ mũrigo ũtarĩ wake, na ningĩ mũndũ auma njera akahiũkio ta mũndũ ũgarũrũkĩte na ũngĩikarania na andũ na njĩra njega. Jela mtu yote anaweza jikuta jela. Kwa hivyo tusipendi wale watu wameenda jela ama kutoka jela ni kama wale watu walienda wakiwa wamekomiti ile crime. Kuna wale wameenda wakiwa wamefanya, lakini pia mtu anaenda kule na badilike kama atakubali mbadilike, kwa sababu kuna program la kufanya mtu aweze kubadilika. So pale ile kitu ningeweza kwa appeal especially vijana, kwanza ndio nitaanza nao. Maisha pale jela si rahisi. Na si jela peke yake, hata vile huku raia huku nje unapoona maisha ni ngumu, hata pale ni ngumu. So ni afadhali kuwa ngumu hapa raia, juu kuna mahali unalala, unaweza fanya kazi, kuna ile freedom ya movement, unaweza fanya nini ufanye vile unataka. Mimi wala naweza laumu ni serikali ya Kenya. Hiyo ndio naweza laumu kwa sababu wewe baada ya siku ya hata ikuzungusa juu kwa elimu kama hii mtu amefanya au hakufanya. Kwa sababu nikiangalia nyakati hizo sakano ile kupikwa nilipikwa ndani ya serikali ndio ni saini hiyo. Ilipikwa sana. Ndio nikubali hiyo kesi. Unaona? Mimi hakuna hata mbaya marehemu mimi siwezi kuharamu kwa sababu mimi hakuna mtu amenitolewa zaidi. Mungu anawekelea angwa kitu. Na ikawa ni ukwe. Kama hiyo niliwekelewa na nikaniweka jela miaka 27 jela. Ule hajatenda kitendo. Aombe Mungu kwa sababu ya nini? Hii sio mwisho wa maisha. Sio mwisho wa maisha. Mtu anatokanga kama vile nimetoka. Na tumeona wengi wametoka. Wasibe moyo, wajikase na kuomba Mungu. Sababu Mungu ndiye ako na mambo yote. Wakati rais wetu aliingia jela, mimi kwanza nilishukuru. Nikamwambia, sasa rais ndio naongea na yeye, nikiwa namsikilia mkono hivi asiende. Nikamwambia rais, kwanza nimeshukuru sana. Kwa sababu hakuna mkubwa kama wewe aliyeingia jela. Lakini kwa sababu wewe unataka kuambiwa umeingia uione jela bila kuliko. Unaona? Kwanza mimi nimekaa miaka 27 jela. Na wacha mimi kuna wengi wako jela.
kuna wengine wako je, na baada kumalizana na wewe umesema kwamba niandikwe jina langu, na nikapeana jina langu, ukasema kwamba mambo yangu utaangalia. Na kwa sababu Mungu, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimetoka jela, ndio nakukumbusha yale uliniahidi ikiwa tarehe ngapi, ikiwa 2017 tarehe 15 mwezi wa pili. Nakukumbuka hiyo, nikumbusho nimekukumbusha, na bila nimekusalimia na mkono nikiwa jela. Hata naomba sasa nikusalimie nikiwa laja. Njĩtagwo Simon Kibe, Njera Ini Citu. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu asiyeweza kufa, tuhurumie sisi.